Maneno ya Mungu kwenye kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ya 13 mstari wa 1 na 2, anasema upendano wa ndugu na udumu, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengi wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Kanisa letu hili tunajiandaa kupokea wageni wengi sana, wachungaji, wamama wachungaji na waumini mbalimbali. Tutakuwa na kongamano kubwa hapa tarehe 7 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Kwa hiyo tutakuwa na wageni wengi. Sisi kanisa letu tuna falsafa hii kwamba mjumbe yoyote wa neno la Mungu, Biblia inasema ni vizuri kama nini miguu yao watangazao habari njema. Kwa hiyo sisi huwa tunahesabu kila mgeni anayekuja kwa neno la Mungu, huwa tunasema huyu ni malaika wa Bwana. Kupitia neno hili ambalo linasema msichoke kufadhili wageni, sisi kama washirika waumini ambao tuko hapa, lakini kuna wengine wahudhuria ibada mara kwa mara, tuko huko, wengine tunakuwa tumesafiri. Tunaona tutume ujumbe huu popote utakapokuwepo. Ukijisikia kufadhili wageni, mimi nayeongea ndio mchungaji mwenyeji, ukijisikia kufadhili wageni, unaomba kufanya hivyo. Utatuma hela kwa ajili ya ugeni ule. Tunahitaji kujenga hema hapo nje. Hii kanisa ni dogo, halitoshi. Tunahitaji kujenga hema hapo nje, lakini tunahitaji kuandaa vyakula. Hatutawatoza wale wageni. Zaidi ya makanisa 60 wanategemea kuhudhuria hapa, kwa kuwa mimi ndo askofu. Kwa hiyo leo mchana ninaongea na katibu wa jimbo, anasema hali ya mchango bado haiko sawa. Kwa hiyo wewe muumini mpenda fadhila, napenda kufadhili, tuma mchango wako tufadhili hao wageni. Takutajia namba ya lipa namba. Hiyo namba ukiweka hela haikati, itatoka yote na itafika, itafanya kazi sawa sawa na hiyo kusudiwa. Lipa namba ni 35 49 97 76 0. Tarudia 35 49 97 76 0. Jina litakuja Yakobo Kanyamala. Namba ya simu 074 116 7927. Jina ni hiyo. Hiyo namba usipige. Ukimaliza kutuma, tuma SMS, sema mimi mfadhili, napenda kuwafadhili watumishi wa Mungu, naitwa fulani fulani. Siku hiyo hao wageni wakiwepo, tutayawasilisha madhabahu majina ya wafadhili wote wataombewa. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2018 ilifanyika hapa kongamano kubwa la maombi. Tuliomba watu wafadhili, kafadhili, mimi mwenyewe nikiwa wa kwanza. Watumishi wa Mungu, ile sadaka ilipotolewa walilia machozi ya kuwakamilia Bwana madhabahuni kwa ajili ya wale wafadhili. Tuliona watu wakiinuliwa, watu wakibarikiwa, watu wakikumbukwa.
Namwona Ibrahimu alipowafasiri wale malaika, alikuwa na jaribu na zaidi ya miaka 90 na kukosa mtoto, lakini walipokula wameburudika, nafsi zao zikafurahi, wakasema, Ibrahimu, mwakani wakati kama huu tutakurudia na mke wako Sara atakuwa na mtoto. Lakini tunamwona Elisha, wameenda kwa mwanamke Mshunami, akawafadhili. Walipokula wameshiba, wakamwita wakasema, mwakani wakati kama huu utakumbatia mtoto. Mpaka mume wake alikuwa ameshazeeka, lakini kwa sababu ya roho ya ufadhili, anasema msisahau kufadhili wageni. Wengi wamefadhili malaika bila kujua. Sasa mimi kama kiongozi na mchungaji, askofu, huwa ninawaambia watu, mtumishi wa Mungu yoyote akija, mhesabu ni malaika wa Bwana. Ukimpa chochote, ngaa kikombe cha maji, atatamka neno lolote, atakalo kutamkia litatokea. Mungu awabariki sana kwa moyo huo. Fanya tu kwa moyo wa kupenda, fanya kwa moyo wa kupenda, na Bwana atakumbuka kizazi chako. Sadaka utakayotoa, mavuno yake usipoyapata wewe, basi kizazi chako kitayapata. Bwana atakukumbuka. Mungu awabariki sana. Barikiwe sana kwa ufadhili.